Yes, tunaendelea kupiga story na mwanamama ambaye alienda Oman akiwa bikra, lakini baadaye kule Oman alikuta kazi mbaya ambayo ni kazi ya kuuza utu au kuuza mwili wake. Ana mengi ambayo ameendelea kuzungumza na hapa tunaendelea kumsikiliza zaidi. Huyo mbongo alikwambia anatamani uwe mke wake sasa. Ya, alitamani kwamba mimi niwe mke wake. Alikuwa ameshajua kama hujawahi kufanya au ni vipi? Sikuwahi kumwambia, ila baada ya kukataa akasema atanisaidia ili aniondoe mazingira yale. Lakini bosi wangu alikuwa ni mtata. Yaani ukifanya mchezo kwamba unaweza ukarudi maiti huko. Yeah. Okay. Yeah. Ilikuwaje? Yaani uliponaje mpaka hayo mazingira yote yakatokea mpaka kurudi Bongo? Ulipona vipi? Ni huyo mbongo ndo alinisaidia. Baada ya kunisaidia alienda kwa bosi wangu kumwambia kwamba nahitaji huyu kumnunua kwa pesa nyingi. Niambie pesa ambayo nahitaji awe mtu wangu wa jumla nimchukue. Bosi wangu akawa na ile kukataa. Baadaye akamlazimisha, wakawa wamepangana hadi hela ya kunilipia, ikabidi anichukue na kunichukua akanipeleka, kuna sehemu alinipeleka ambapo alikuwa kapanga chumba. Yeah. Chumba kiasi kwamba ananiambia kwamba hiki chumba ambacho nimekupangia ni cha thamani ndogo sana. Yaani kwangu mimi naona kwamba mbona chumba kizuri? Yaani kina kila kitu ndani, tulikuwa ni gorofani niko juu. Kwa ya juu. Yaani kiasi kwamba ananiambia nimekupangia hapa uishi kwa muda. Lakini kiasi kwamba mimi nasema si niishi tu, mbona ni pazuri. Wakati huo nimeshamuomba kwamba naomba nirudi Tanzania. Kwa sababu niliona mtu ambaye anaonyesha nia, nikamwambia kwamba, akaniambia kwamba nahitaji unipeleke nyumbani kwenu. Nikamwambia sawa, niko tayari kukupeleka nyumbani. Baada ya kuwa niko tayari akaniambia sasa tunafanyaje process za kurudi nyumbani? Hapo manake Tendo aombi tena au ni vipi? Baada ya kumwambia mimi nikamwambia mpaka tuoane ndo tuje tukutane kimwili. Ulimpenda? Sikumpenda, ila nilitumia hiyo njia ili anirudishe Tanzania. Ya, baada ya hapo tukaja tukazungumza naye. Siri, mimi utu wako. Yaani ni nguo ambazo mimi naona kwamba ni nguo za ndani. Ya. Nguo gani hizo? Mtu mwingine anataka kusema unataka kusema mlikuwa mnatoka na bikini au mlikuwa mnatoka na chupi? Yaani kuna mwingine anawaza kwamba nguo za ndani kwa maana ipi? Kwa mimi Tanzania naweza nikasema zile ni chupi tu za ndani kwa sababu yaani unakuta ni kipensi, yani kipensi mapaja yote yako nje. Chenye kiko humu. Ulivyo na shape. Kiasi kwamba kweli nilikuwa nashindwa kutoka nje, wenzangu wakaniambia wewe ni mshamba, sijui. Nikamwambia jamani, hata kama ni mshamba, acheni niwe mshamba. Mimi kutoka hivi siwezi. Kwa sababu nilishatembeaga na vitenge vyangu, wakinipa vile nguo najifunga na vitenge. Kwa yule mama alikuwa anakwazika, kwa nini ananiletea nguo najifunga vitenge? Kwa ni kama namwaibisha. Okay. Mkivaa hizo nguo mlikuwa mnaenda wapi? Umesema mnaenda nje. Mnaenda kutembea wapi au mnaenda sehemu za starehe? Mlikuwa mnaenda wapi baada ya kuvaa hizo nguo? Wenyewe ndio walikuwa wanatoka kwa sababu mimi kiuhalisia nilikuwa siwezi kutoka kwa sababu kwanza nilikuwa najiona niko uchi. Kwa hiyo nikivaa vitenge ananiambia kaa humo ndani, ukijifunza kuvaa nguo ndo utatoka. Kwa alikuwa anatupeleka labda sehemu zenye maklabu makubwa. Ya, tunatoka naye bosi, anatupeleka sehemu. Mara yako na siku ulibahatika pia kwenda huko? Ya, nilibahatika kwenda kwa sababu walikuwa wananiambia sijui mara kutoka out, sijui. Sasa mimi masuala ya kutoka out hata siyajui. Nimekulia kijijini, kasema labda ngoja nitoke nijaribu kuona huko. Kumbe wenzangu ni washakuwa wazoefu, wanatoka. Pia unatumia pombe? Pombe situmii. Wine kidogo. Hapana, ni sio wine, sio pombe situmii. Tena huko out ulikuwa unapenda sana kufanya kitu gani? Labda kuogelea, kufanya nini? Kunywa juice, kula bites somewhere, kufanyaje? Unapenda nini hasa ukitoka out? Kulingana na ushamba wangu niliokuwa nao, nilikuwa napenda tu kuangalia yale mazingira watu wanavyoogelea. Ya, nikiagiza juice yangu basi na kunywa tu juice basi. Yeah. Okay. Ulivutiwa na nini hasa kwa kipindi mnatoka outing? Yaani kitu gani ambacho sema hichi kitu ni kizuri jamani, hichi na mimi ningekuwa nakiweza hiki nakifanya. Ulivutiwa na nini hasa outing? Nilikuwa napenda kuogelea, lakini sasa sijawahi kuogelea, nilikuwa naogopa kuingia kwenye maji, lakini ni kitu ambacho kilikuwa kinanivutia na nilikuwa nakipenda sana. Swimming tu au bahari, Folozani bahari?
kwenye swimming pool. Yeah. Kwa baadaye ulijua au kujua? Sikuweza kujua kwa sababu nilikuwa kiburi. Yeah. Nilikuwa kiburi. Kwenye yale mazingira wenzangu waliokuwa wanatoka, bosi wetu ana watu wake ambao wapo kwa ajili ya kuwanunua mabinti. Nadhani nikisema mtu kununuliwa, mtu anaweza kana nielewa. Yeah. Wanunua kwa maana ya anawanunua, wananunuliwa ili waje. Yaani mtu mwingine ukisema kuwanunua, yani mtu ananunuliwaje? Kivipi yani kununua kwa maana ipi? Yaani si kama hivi Tanzania wapo unakuta wadada wanajiuza. Na ndo kazi ambayo tulitakiwa tuende tukaifanye. Na mimi nilikuwa najua ni tunaenda kufanya kazi za ndani ambapo inatakiwa kila siku muingizie bosi wako kipato. Okay. Hapo nataka kufahamu kitu. Hizi wiki mbili ambazo alikuwa mnatoka out mnafanya nini? Hizo mlikuwa au watu wa kuwanunua walikuwa hawaji kabisa? Walikuwa hawaji kwa sababu yeye alikuwa kwenye kututengeneza na kutuonyesha mazingira. Yeah. Uliona dalili zozote kwamba hapa kazi alotutia sio hiyo? Kuna dalili zote uliziona? Dalili sikuweza kuzigundua mapema, maana nilikuwa namuuliza sasa bosi, hapa wafanyakazi unao? Maana wapo wadada ambao tuliwakuta pia. Unao. Sasa hizi kazi unakotupeleka huko kazini ni wapi? Ni tofauti na hapa? Maana mimi nilipokuwa nafikiria kwamba ni tofauti na hapo, labda kuna rafiki zake anatupeleka labda nini, anasema nyewe subirieni muda wenu wa kazi ukifika mtafanya. Lakini sasa kuna kitu ambacho kilikuwa kinaniogopesha kwamba mnalala ndani. Unakuta wale wenyeji sasa ambao tumewakuta, anaingia labda chumbani kwangu na mwanaume wakiwa wanafanya mapenzi huko na waona. Nikiwauliza wanasema nitakiwa ujifunze wenzao tunavyofanyaga. Sasa hapo maana yake bado wewe ulikuwa hujawahi kabisa. Na sasa nijifunze nini? Kwenye kujifunza. Yaani kwa nilivyokuwa nafikiria akili zangu mimi zilivyokuwa zinanituma, labda nijifunze nikikutana na mume wangu, nifanye hivyo vipi? Kama jando hivi. Okay. Lakini sasa sikujua kama na mimi siku moja nitakuja kuletewa mteja. Okay. Nataka kufahamu. Kwa mara ya kwanza hao wenyeji wanakuja pale na hao wadada sasa wanakuja na wateja wao ambao ni wanaume. Wanakukuta wewe uko pale. Uliwaza nini au ulifikiria kitu gani? Uliogopa, ulifanya kwa sababu kwako wewe ni mgeni. Uliwaza kitu gani hasa? Au ulifanya maamuzi, ulitoka nje? Yaani ulifanyaje au ulitamani kaza ila utamu? Mimi nilivyokuwa nawaona wakiingia, nikitaka kutoka nje bosi ananizuia, kaa huko ndani. So nakuta labda wanawake wanaingia na mwanaume mmoja, wako hata wawili, mwingine anafanya hivi. Sasa nikae ndani. Wanawake wawili, mwanaume mmoja. Mwanaume mmoja kwa sababu unakuta mwanaume mwingine anakuja na anunua hata wanawake watatu. Anataka wote waende nao ndani. Hivi hapo kwa sababu umesema ulikuwa unashuhudia na ulikuwa unaona. Wanaume wanawake wawili, mwanaume mmoja. Yaani situation zinakuwaje huko chumbani? Kidogo tupe chombeza kidogo. Yaani kila mtu anakuwa na sekta yake. Mwingine anakuwa yupo na bize kumchezea mwanaume, mwingine yupo hivyo. Wanapokezana, akitoka kwa huyu inatakiwa huyu naye. Yeah. Kwa upande wako ilikushangaza kiasi gani hali hiyo? Hiyo hali ilinitesa kwa sababu nilikuwa naona kama